Jina langu ni Haruna Mashaka Banana. Ni rais serikali ya wanafunzi 2024-2025, Student Organization of Arusha Technical College SOATECO. Lakini vile vile ni rais ambaye namaliza muda wangu kukaribisha rais mwingine. Haruna ni mtu ambaye flexible, kiongozi ambaye ni masikio ya wengine lakini vile vile ni mdomo wa wengine. Nimezaliwa mkoa wa Geita. Masomo yangu nikafanya pale na baadaye nikaenda masomo ya level ya ordinary secondary school ambapo nilifanya mkoa wa Mwanza, na baadaye nikaenda chuo cha ufundi DIT, Dar es Salaam Institute of Technology. Na baada ya pale nilipata elimu yangu ya stashahada, na baadaye nikapata nafasi ya kujiunga hapa Arusha Technical College kwa ajili ya shahada ya umeme na vifaa tiba. Asante. Nimeingia katika mchakato huu wa kuwa kiongozi katika serikali ya wanafunzi kwa fakta nyingi. Mojawapo ni mvutio kutokana na viongozi waliokuwa kabla yangu. Niliona alama walizoacha, juhudi walizofanya, na nikavutiwa kuwa sehemu ya muendelezo wa juhudi zao, kuweka misingi endelevu ya kutetea maslahi ya wanafunzi na kuhakikisha na kuwa ni daraja kati ya management, yani uongozi wa taasisi, na wanafunzi wenzangu. Lakini vile vile nilivutiwa kwa sababu niliona ipo nafasi ya mimi kuwa sehemu ya historia ya ubora wa kiakademiki, yani taaluma, kijamii, lakini vile vile kiuchumi na kisiasa katika chuo cha ufundi Arusha. Kwanza itambulike kwamba serikali za wanafunzi ndio organ pekee ambayo wanafunzi wanaweza wakakutana wao kama wao kuweza kukaa na kujadili maslahi yao, haki zao, na baadaye kupatikana mwakilishi mmoja ambaye atapeleka hoja zao na mapendekezo yao kwenye level ya uongozi wa management ya taasisi husika. Sasa kwa kuwa na serikali ya wanafunzi, mapendekezo, hoja na mitazamo ya wanafunzi itawasilishwa kiurahisi zaidi kwa organi husika na kuweza kupata suluhisho la haraka zaidi. Na hii ni moja katika sababu muhimu sana ya taasisi yoyote ya kielimu kuwa na uongozi wa serikali ya wanafunzi. Asante. Kwanza kabisa, yaliyofanyika ni mengi makubwa, ila nitajaribu kuchagua yale ambayo ni vipaumbele zaidi kwangu na ni alama ambazo si rahisi kufutika na zitabaki kuishi vizazi na vizazi watakapokuwa wakifika hapa. Kama tunavyofahamu, the core business inayotuweka hapa ni elimu, yani taaluma. Katika taaluma tumefanya vitu vingi sana. Moja katika vitu vikubwa tulivyofanya ni kuhakikisha tuna create awareness, yani tunajenga uelewa kwa wanafunzi wapya, nikiwa na maana mwaka wa kwanza kwa level ya diploma, yani ni wanafunzi wa level 4, yani diploma mwaka wa kwanza, lakini vile vile level 7-1 ambao ni diploma ni degree mwaka wa kwanza. Palikuwa na changamoto ya mass failure, yani anguko la kiufaulu kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, na tukafanya ufuatiliaji tukagundua kwamba tatizo kubwa ni wanaita social economic factors, yani changamoto za kijamii na za kiuchumi. Mwanafunzi kwa kutokuwa na pesa ya kutosha au familia kutokuwa na uwezo wa kumlipia mwanafunzi huyo ada, lakini vile vile yeye mwanafunzi kutokuwa na ustawi bora katika jamii, namna gani ya kukopi na mazingira mapya. Sasa kwa tatizo hili tulianzisha mfululizo wa semina mbalimbali ambazo ni semina elekezi za kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaandaliwa kijamii, wajue namna gani ya kuishi katika jamii ambao wamezungukwa na mji, ndani ya huu mji wa Arusha hapa chuo cha Arusha Technical College, lakini vile vile wafahamu namna gani ya kubalance, yani wataweka vipi sawa mambo ya kijamii,
mambo ya kitaaluma na mambo ya kiburudani. Kwa hiyo tulikuwa na semina nyingi zilizofanyika ambazo tumefanya na taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa na ubora katika kufahamu nini kilichowaleta hapa na namna gani ya kufanya. Na kutokana na hapa tumeshiriki katika kusaidia kupanda kwa academic performance, yani ufaulu wa wanafunzi katika taaluma kwa kiasi kikubwa sana, na kupelekea kupunguza kesi za wanafunzi kushindwa kuendelea na masomo, pamoja na kesi za wanafunzi ambao walikuwa wakiingia katika kesi za kimitihani kutoka wanafunzi kuanzia 15 mpaka 20, na mpaka sasa imebaki wanafunzi ambao ni less than 10, yani chini ya wanafunzi 10 kwa semester inavyokwisha. Hii ni achievement kubwa sana ambao kwangu mimi najivunia as a core business iliyotuweka hapa ndani ya Chuo cha Ufundi Arusha. Lakini kingine ambacho naona ni kubwa kwangu mimi kwa vile nilivyovifanya ni kuhakikisha kwamba natengeneza mazingira mazuri ya wanafunzi kujifunzia na kupata huduma zao muhimu. Kwa mfano, kabla ya kupata nafasi hii ya kuingia katika uongozi wa serikali ya wanafunzi kama rais, hatukuwa na kantini special, yani sehemu ya kupata chakula ya wanafunzi ambao watapata chakula kwa bei nafuu lakini kwa ubora unaostahiki. Tumepambana kwa kushirikiana na management chini ya uongozi wa Profesa Chacha kama mkuu wa taasisi yetu kuhakikisha kwamba inapatikana kantini hiyo tena yenye viwango vya juu, wanafunzi wakipata chakula kwa bei ambayo ni affordable, yani ni bei ambayo iko ndani ya uwezo wao, lakini ni kantini inayotoa huduma masaa 24. Mwanafunzi anapohitaji anapata huduma ya chakula. Lakini mbali zaidi ni kwamba mwanafunzi atapata nafasi ya kupata interneti ya bure anapokuwa maeneo ya kantini hiyo, na tukapata kupambana na kusaidia kupatikana kwa kantini nyingine ambayo ni staff kantini, nayo inatoa chakula cha ubora unaostahiki lakini kwa wanafunzi pamoja na wafanyakazi. Mbali na hapo mwanzo hatukuwa na viti ambavyo vinatoshelea katika bwalo la chakula kwa wanafunzi wa diploma ambao ni government sponsored, ambao wanadhaminiwa na serikali. Hawakuwa wakipata chakula katika mazingira mazuri, yani hapakuwa na viti vya kutosha. Tuliandika proposal na proposal ikapata kupewa consideration. Shukrani za dhati sana ziwafikie uongozi wa taasisi chini ya Profesa Chacha kuhakikisha kwamba zinatengenezwa benchi zenye ubora na zina uwezo wa kuaccommodate good number of students, na leo tunavyozungumza wanafunzi wanapata chakula sehemu ambayo wanajihisi furaha na vizuri sana, kwa sababu wote wamekaa vizuri na mazingira yanavutia. Lakini apart from that, tumekuwa ni uongozi wa kipekee, kwa sababu moja katika priority zangu kwangu ilikuwa ni upekee pamoja na ubunifu. Tumekuwa na Freshers Week, yani wiki ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza, ambayo imeambatana na matukio mengi sana. Moja katika matukio haya ilikuwa ni kuanzia wiki inaanza mpaka tunamaliza wiki siku ya Jumamosi, kulikuwa kuna series of events, ikiwa ni pamoja na kuwa na Bonanza Day ambao wanafunzi walipata entertainment pamoja na games, lakini vile vile tulikuwa tuna siku ya uchangiaji wa damu salama. Tukawa ni sababu ya kuokoa maisha ya wagonjwa wengi katika hospitali ya Mount Meru kwa kuchangia damu. Lakini vile vile tulikuwa na kipengele cha Talk with President, ambapo pale tulipata nafasi ya moja kwa moja ya kukutanisha serikali ya wanafunzi kuanzia president mpaka ministers, wakakutana na wanafunzi moja kwa moja kwenye vimbweta, mlango kwa mlango, hostel kwa hosteli, darasa kwa darasa, kuhakikisha kero ambazo ni korofi za kudumu zinasoviwa kwa wanafunzi na kuhakikisha kwamba ustawi na ubora wa elimu unapatikana. Kwa hiyo ilikuwa ni wiki ambayo ina matukio mengi mazuri ya kuvutia, lakini yote yalikuwa yamelenga kuboresha taaluma ya wanafunzi pamoja na ustawi wa maisha yao wanapokuwa hapa. Bila kusahau tulikuwa na shughuli inaitwa innovation, ambapo hapa tulikuwa tuna bunifu mbalimbali zilishindanishwa na akapatikana mshindi mmoja ambaye alijishindia zawadi kedekede, ikiwa ni sehemu ya kumotivate, kuwafanya wanafunzi wavutiwe, kuengage, kujihusisha katika bunifu mbalimbali. Na hapa ni taarifa moja katika kauli za mkuu wetu wa taasisi, moja katika mahojiano yake aliyofanya shirika la habari la taifa TBC, alivyoulizwa anaiona wapi miaka 10 baada ya sasa, alisema uchumi wa Tanzania utakuwa umeshikwa na wanafunzi wa Arusha Tech, and I agree with that thing. Kwa initiative hizi tunazozifanya tukishirikiana na management na uongozi wa chuo kuhakikisha kila wazo, kila idea,
kila ubunifu unapewa nafasi ya kupelekwa nchini watu wakauona na duniani watu wakaona, na mwisho wa siku hawa watu kupitia bunifu zao wakapata kunufaika. Hii imekuwa ni kitu cha kipekee sana. Na good enough, tunaelekea wiki ya Innovation, Research and Career Guidance. Hapa pia tutakuwa na competition ya vyuo mbalimbali, watakuja hapa na sisi tuliopo ndani ya chuo hiki, wanafunzi kwenda kuonesha bunifu zao na kuweza kushindanishwa na mshindi kuweza kupatikana, na baadhi ya watu idea zao zitaenda kuboreshwa na kwenda kusolve matatizo mbalimbali ndani ya jamii. Hayo ni matukio kadhaa ambayo nimeyafanya, ambayo najivunia sana, na kiukweli naweza kusema ni matukio ya kukumbukwa. Ni mengi niliyoyafanya nikishirikiana na wanafunzi wenzangu ndani ya serikali yangu 2024-2025, na msaada mkubwa ukitoka ofisi ya mkuu wa chuo akishirikiana na management yote kwa ujumla, lakini hayo ni machache katika hayo. Hapa nitajaribu kushare kama sehemu ya experience ya moja ya changamoto ambayo niliwahi kukutana nayo. Katika kusolve matatizo ya wanafunzi kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa kuvizingatia, ikiwa ni haki kutendeka kwa wanafunzi, lakini vile vile kuchunga mipaka ya wanafunzi pamoja na uongozi wa chuo na kuhakikisha kwamba utulivu unapatikana. Kuelekea ukamilishwaji wa shughuli ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza, tulikutana na challenge ya kuwa na financial crisis. Hatukuwa na pesa ya kutosha na tulifanya request kwa kuchelewa kidogo kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo. Kwa hiyo mpaka kuelekea siku ya tukio, pesa bado haijawa tayari mkononi, na tayari tushaanza kuagiza baadhi ya mahitaji na vitu muhimu kwa ajili ya kuliendea tukio letu. Nakumbuka tulipanga tukio tofauti na miaka mingine, including uniqueness and creativity kama nilivyosema mwanzo. Kwa hiyo tulitegemea kuwa na mambo mengi sana ndani ya wiki nzima, lakini mambo yote haya yalikuwa yanatakiwa yafanyike kwa pesa, na pesa hatukuwa nayo. Nilijitahidi sana kwa kushirikiana na viongozi wasaidizi wangu katika baraza la mawaziri na kamiti ambazo nilikuwa nimeziunda kwa ajili ya kusimamia jambo hili, na mama yetu kipenzi kabisa, mlezi wetu, Dean of Student Madam Stella Ngoa, tulihakikisha kwamba pamoja na kutokuwa na pesa mkononi jambo linakwenda. Na challenge hii tulijaribu kuisolve katika njia ambayo nashukuru Mwenyezi Mungu iliweza kuwa solved kwa kufanya affiliation na kutafuta external funds. Na ikumbuke kwamba serikali ya wanafunzi haina sosi yoyote ya pesa tofauti na michango ya wanafunzi, ambayo hii inapatikana kwa kufata utaratibu wa uombaji wa pesa. Sasa tulifanya affiliation na makampuni mbalimbali na tukapata wadhamini, na hawa walisimamia shughuli yetu ikahakikisha imekwenda mpaka pesa zilivotoka tukaweza kukamilisha shughuli, ikiwa ni pamoja na NMB, shukrani zao sana, CRDB Bank, shukrani zao sana, Yas ambao by those days tulikuwa tunaita Tigo, lakini bila kuwasahau wadhamini wetu bora kabisa na watu ambao tumefanya nao shughuli hii mpaka ikakamilika, Health IQ. Jambo lilikwenda vizuri na tukawa, kutokana na challenge tuliyokutana nayo, tumepata solution ambayo ni endelevu. Hata kwa viongozi watakaokuja baada yetu sisi, tayari tumepata mashirika rafiki ambao wataweza kutushika mkono kipindi ambacho hatuna pesa ya kutosha kuyaendea majukumu yetu. Asante. Kwanza kabla ya kujibu swali, naomba nitangulize shukrani. Kiukweli management ya chuo cha ufundi Arusha wamekuwa ni zaidi ya walezi kwetu. Wamesimama kama wazazi pale tunapokosea, na wakasimama kama walezi wanapohitaji kutushauri. Uhusiano uliopo ni mzuri kiasi ambacho hata pale ambapo kuna vitu vilivyo nje ya uwezo wetu na tunahitaji msaada kutoka kwao, wamekuwa ni watu wa karibu sana kuonesha reaction kwetu na kutuijia kutusikiliza shida gani tulizokuwa nazo. Kwa hiyo mahusiano haya ndio chachu ya kila mafanikio mnayoyaona na yataja hapa. Nitakupa mfano. Kwa miaka mingi iliyopita hapa nyuma, serikali ya wanafunzi Arusha Technical College, SOATECO, haijawahi kuwa na kitu kinaitwa account, bank account. Isipokuwa pesa zilikuwa zikiingia kupitia account ya chuo kuweza kuwafikia wanafunzi na kupeleka kuwa msululu wa upatikanaji wa pesa hizi kuwa ni mrefu mno. Lakini kwa kushirikiana na ofisi ya mhasibu mkuu, kushirikiana na ofisi ya
mkuu wa chuo msaidizi upande wa utawala, fedha na mipango, lakini kushirikiana na ofisi ya Dean of Student. Leo tunavyozungumza, serikali ya wanafunzi Arusha Technical College SOATECO wana akaunti ya benki ya NMB, na wana uwezo wa kupokea pesa zao kutokana na michango ya wanafunzi na kuzifanyia utaratibu wa matumizi wao wenyewe, kitu ambacho hakikuwa rahisi, lakini kimewezekana kwa ushirikiano na management. Lakini mfano mwingine, tumekuwa na mwaka wa maboresho ya katiba. Mwaka 2024-2025 umekuwa ni mwaka wa maboresho ya katiba. Katiba hii, kumbuka, sisi ni wanafunzi, hatujasomea sheria, sisi ni wanafunzi, hatuna uthibitisho wa kisheria wa kuweza kuchanganua, kutizama katika jicho la kisheria, kufahamu namna gani ya kufanya maboresho haya. Lakini kupitia ushirikiano na ofisi ya mwanasheria wa chuo na ofisi ya Dean of Student na ofisi ya utawala, tumefikia hatua ya kukamilisha amendment au maboresho ya katiba, maboresho ya kanuni za bunge, maboresho ya kanuni za uchaguzi, sawa na utengenezwaji wa kitu kinaitwa Financial Regulation Manual, yani kitabu cha sheria za mlolongo wa kuomba na kutumia pesa kutoka kwenye akaunti ya serikali ya wanafunzi, kitu ambacho si rahisi kukamilika kama tusingekuwa na mahusiano mazuri na management. Na la mwisho, katika vitu muhimu zaidi kuvizungumzia tunapozungumza taasisi ya elimu kama hii, ni swala zima la academic health, yani afya ya kitaaluma. Tumekuwa ni daraja zuri sana kati yetu sisi na kati ya wanafunzi wenzetu na management kuhakikisha kwamba core business, yani lengo mama la kuwa hapa, linatimia kwa kiasi kikubwa. Popote inapotokea kumekuwa na changamoto ya kiacademic, wamekuwa wakitupa taarifa, wakitupa jukumu gani tunatakiwa kulifanya, na tumelifanya, na mwisho wa siku tunasaidia katika kupandisha ufaulu wa wanafunzi na lengo la kuwa hapa kutimia. Kwa hiyo kwa hayo machache niseme kwamba kuna uhusiano mzuri kati ya serikali ya wanafunzi na management ama uongozi mzima wa chuo cha ufundi Arusha. Asante. Ni furaha kuona kwamba jahazi ambalo tulianza nalo safari muda mrefu linaenda kufika ng'ambo kwa salama na amani. Lakini kama sasa naweza kusema mbobevu au naweza kusema ni mjuzi katika tasnia hii ya uongozi, hasa katika level hii ya chuo, naweza kuwa na machache ya kuwashauri viongozi watakao kuchukua nafasi hii. Kwanza, wafahamu kwamba uongozi tafsiri yake itakuwa sahihi pale tu kutakapokuwa kuna usikilizaji makini, ushirikishwaji wa moja kwa moja wa wanafunzi bila kujali level zao, bila kujali idara zao, bila kujali mitazamo yao, bila kujali imani zao. Uwazi katika uongozi wako. Lakini la mwisho, uwajibikaji katika kile ambacho unastahiki kukifanya kama kiongozi. Ukisikiliza, ukawajibika, ukawa muwazi, ukawahusisha wanafunzi wengine, hapo utakuwa ni kiongozi bora na ni mfano wa kuigwa hata kwa wengine. Sasa utakapopata nafasi hii, ndugu yangu utakayepita kuwa kiongozi, jitahidi sana masikio yako yawe wazi muda wote kusikiliza kero za wanafunzi wenzako, na wewe uende ukawe daraja, tena daraja jema linalounganisha kati ya uongozi wa chuo na wanafunzi wenzako. Lakini tayari kuna vitu ambavyo hata mimi wakati nakabidhiwa ofisi nilivikuta vikiwa vimeanzishwa kama mipango endelevu. Basi usije kwenda kuwa ni mtu wa kuvunja kuanza upya kwa kila mwaka safari mpya ikaanzishwa. Kaendeleze mipango iliyokuwa imewekwa kwa usawi bora, sio wa kwako binafsi, kizalendo kabisa, kama mzalendo wa nafsi yako, mzalendo wa taasisi yako na mzalendo wa nchi yako. Weka miradi endelevu na kuendeleza ile iliyokuwa imeanzishwa kwa maslahi mapana ya wanafunzi wenzako. Hiyo
inaweza kuwa ni sehemu ya ushauri wangu kwako kama kiongozi utakayekuja baada yangu mimi. Asante. Kiuhalisia ni kwamba lazima tufahamu kwamba kofia hizi mbili zote zina uzito. Kofia ya wanafunzi, lakini pia vile vile kofia ya uwakilishi wa wanafunzi, yani kiongozi wa wanafunzi. Moja katika vitu ambavyo vilinisaidia sana katika kuweza kubalance muda wangu wa wanafunzi na muda wangu wa kiuongozi ni kuhakikisha kwamba kwanza natambua dhumuni mama la mimi kuwa hapa kwamba ni elimu, na hata mimi kuweza kupewa nafasi ya kuongoza wenzangu ni kwa sababu ya moja ya sababu ni academic qualification. Nimeonekana kwamba na academic health, niko na afya nzuri ya kiuchumi ya kitaaluma. Kwa maono hayo ya wale waliopitisha mchujo wa mimi kuweza kuingia katika nafasi hii, yanaambatana na mimi mwenyewe binafsi kuhakikisha natambua jukumu mama la mimi kuwa hapa na kutambua nafasi yangu kwa wanafunzi wenzangu katika uwasilishi huu. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu zaidi, nimekuwa ni mtu mwenye kufanya uongozi shirikishi. Isingekuwa rahisi kwa mimi binafsi nikabeba majukumu yote peke yangu, lakini nimekuwa nikifanya kitu ambacho kwa lugha ya Kiingereza wanaita kudelegate majukumu. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu ambaye nikigawanya majukumu kwa wahusika kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwa ni ndani ya baraza la serikali ya wanafunzi, kila waziri afanye jukumu lake, na mimi nikiwa kama overall in charge wa kila kinachofanyika kuhakikisha kinafanyika kwa wakati. Hivyo nikapata muda mzuri wa kuweza kujiweka vizuri kitaaluma, lakini vile vile kuweka vizuri majukumu yangu. Lakini la mwisho ambalo hili pia ilikuwa ni nafasi nzuri ya kuweka jicho la wanafunzi katika serikali ya wanafunzi kwa kila tukio linalofanyika, ni pamoja na kuhakikisha kila tukio basi kulikuwa kuna kamati inaitwa kamati tendaji, ambayo katika kamati tendaji ilikuwa ikisimamiwa na wizara husika, lakini wajumbe kadhaa kutoka kwa wanafunzi ambao hawana uongozi wowote wajue: moja, pesa yao inayokusanywa inatumika katika mfumo sahihi; mbili, waweze kuweka ideas zao, mawazo yao, waweze kuweka mapendekezo yao ya ubora wa utekelezaji wa yale matukio; na tatu ni kutengeneza usawa, kuhakikisha kwamba ndani ya kamati tendaji ya wizara husika, ndani ya kamati tendaji ya tukio husika, kwa mfano labda tukio la legislation week, wiki ya legislation kwa mwaka wa kwanza, tunawakaribisha mwaka wa kwanza kuwafanyiwe usajili. Wakati huo amehusishwa diploma ambaye ana uwezo wa kufahamu diploma mwenzangu nimuoneshe wapi sehemu sahihi ya kuwa kwa wakati gani. Ndani ya kamati hiyo amewekwa mtu wa bachelor degree aweze kuwaonesha bachelor wenzake nini kinatakiwa kuwa. Ndani ya kamati hiyo wamewekwa pia hata viongozi wawakilishi katika dini mbalimbali kuonesha kwamba bana, kwa sisi imani yetu tunapatikana sehemu fulani kwa ajili ya ibada. Hicho kitu kimekuwa kizuri sana na kimekuwa ni kitu ambacho kinanirahisishia sana kwenye majukumu yangu. Hata leo naenda kukabidhi, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini nawashukuru sana hawa watu ambao walikubali kuingia kwenye hizi kamati kunirahisishia mimi majukumu. Mimi kwangu ilikuwa ni kupokea ripoti ya utekelezaji na kufuatilia execution ya kile ambacho nimekitoa kama directives kinafanyika katika namna sahihi. Hiyo ni njia mojawapo niliyoitumia kuhakikisha kwamba naweza kubalance majukumu ya kiuongozi na wanafunzi wangu. Nikianza kabisa chini kwa wanafunzi wenzangu ambao si viongozi, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowashukuru. Kiukweli nafasi hii ambayo leo naenda kukabidhi nisingekuwa nayo kama wao wasingeweka imani yao juu yangu na kunikabidhi dhamana hii. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuchagua mtu sahihi kwa wakati sahihi. Naamini hawajajutia maamuzi yao. Na ushauri wangu kwao, utulivu waliouonesha kwangu katika nyakati za magumu na nyakati za furaha, basi wakauonyeshe kwa kiongozi watakayempokea baada yangu mimi. Kwa sababu atakuja atapokea faili ambazo mimi nilikuwa nikizifanyia kazi na atapita mule ambamo mimi nilipita mwanzo. Wampokee na wampe ushirikiano wa hali ya juu.
Na kipindi hiki cha kampeni, utulivu waliouonyesha kipindi cha mimi nikipita kwa nadia sera zangu, waonyeshe pia kwa viongozi hawa, wasikilize kwa makini na mwisho wa siku wachague mtu aliyekuwa sahihi. Lakini kwa level ya serikali ya wanafunzi, na hapa nazungumzia wote wanaomaliza muda wao na watakaochukua nafasi. Hizi nafasi tunazozipata ni kama koti la kuazima. Ni nafasi za muda mfupi sana. Tusiingie huku tukajisahau na tukahisi tayari wanafunzi wetu haupo tena na wale wanafunzi wenzetu waliotupa nafasi si kitu tena. Tuthamini kuwasikiliza na kuwapa nafasi pale itakapohitaji watoe mapendekezo yao kwetu. Lakini vile vile tuchunge mipaka yetu na management ili kuhakikisha kuna mahusiano mazuri kwa pale tunapohitaji kujenga nyumba moja yenye lengo moja. Mbali na hivyo, hayatakuwa rahisi kuyafikia malengo hata kwa uchache wa haya ambao sisi tumeweza kuyatekeleza. Kwa level ya management, kwa nafasi ya kipekee kabisa, ni mshukuru mkuu wa taasisi hii Profesa Musa N. Chacha, wasaidizi wake, staffs wote kwa ujumla, kuhakikisha kwamba wanakuwa na sisi bega kwa bega, hatua kwa hatua, kuhakikisha haki za wanafunzi, stahiki zao, pamoja na lengo lao mama la kuwa hapa linatimia. Niwashukuru sana kwa hilo, na niwashauri yeyote atakayepita miongoni mwa hawa atakaokuja baadaye wampokee, na ushirikiano waliouonyesha kwangu mimi kama kijana wao, mwanafunzi wao, mtoto wao, basi ushirikiano huo wauonyeshe kwa huyu pia, kuhakikisha kwamba gurudumu hili linafika salama. Hayo ni moja ya ushauri wangu kwao. Lakini kwa kipekee kabisa, kwa serikali kuu, tumekuwa ni wanafunzi tunaohisi kupendelewa sana kiukweli, na tunashukuru sana kwa hilo. Serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan wamekuwa wakielekeza fedha nyingi sana ndani ya Chuo cha Ufundi Arusha kuhakikisha projects pamoja na miradi mbalimbali inafanikiwa kwa wakati. Miradi hii baadhi ni miradi ya kiuchumi. Fedha ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kusukuma pesa za kutosha ndani ya taasisi yetu kwa ajili ya ujenzi wa hospitali yenye hadhi ya polikliniki. Ni hospitali kubwa kiukweli, na hii itakuwa na manufaa mara mbili kwetu. Moja, ikiwa ni sehemu ya kujifunzia. Tunafahamu kwamba hapa tuna wanafunzi wanaosoma electrical and biomedical engineering, yani ni uhandisi wa umeme na vifaa tiba. Wana nafasi kubwa sana ya kujifunza kutokana na ubora na ukubwa wa vifaa ambavyo vimekuja hapa. Kiukweli hili ni manufaa makubwa sana kwetu sisi wanafunzi. Lakini kwa namna nyingine, au on other side of the coin, hii hospitali inaenda kuwa ni moja katika sehemu ya ukusanyaji wa mapato, kuwezesha upatikanaji wa learning materials, yani vifaa vya kujifunzia, lakini vile vile kupatikana kwa mahitaji muhimu ya wanafunzi ndani ya taasisi yetu. Lakini vile vile serikali hii imesaidia ujenzi wa uwanja wa kisasa kabisa wa michezo ambao utahusisha swimming pools, yani mabwawa ya kuogelea, itahusisha kiwanja cha tennis, kiwanja cha volleyball, netball, basketball na kiwanja cha football ambacho kina hadhi ya kisasa kabisa. Hii ni katika kuhakikisha uimara wa afya zetu, kuhakikisha kutengeneza ari na hamasa ya ushindani katika michezo, lakini vile vile kuhakikisha wanafunzi wanakuwa hawako nyuma kushiriki katika matukio ya kijamii. Kwa mfano, siku chache kutoka sasa tumeshinda kombe ambalo lilikuwa ni kombe kati ya Chuo cha Ufundi Arusha na Chuo cha Uhasibu, yani Arusha Institute of IAA, Chuo cha Uhasibu, na tumefanikiwa kuchukua kombe hilo ambalo lilikuwa liko chini ya udhamini wa mbunge Mheshimiwa Mrisho Gambo, likitambulika kama Chuga Cup. Ni moja ya juhudi zilizowekwa katika michezo. Kwa kuboresha hilo, tumeletewa uwanja huu unaojengwa na ni uwanja wa kisasa. Lakini vile vile serikali hii
imeweza kusaidia upatikanaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Kwa level ya degree, wanafunzi wamepata mikopo kwa mwaka huu 2024-2025 kwa ongezeko la asilimia zaidi ya 20. Kutoka asilimia 65 mpaka asilimia 85 ya wanafunzi wa elimu ya juu, yani bachelor degree, wameweza kupata mikopo ukilinganisha na mwaka jana. Lakini vile vile kwa upande wa wanafunzi wa ordinary diploma, yani wanafunzi wa level ya stashahada, asilimia kubwa ya course ambazo zinatolewa hapa wameweza kupata mikopo kwa ajili ya kurahisisha usomaji wao hapa. Hii imekuwa ni zaidi ya upendeleo kwetu na tunashukuru sana, na tunaomba serikali iendelee kutupia jicho kwa wataalamu waliopo ndani ya Arusha Technical College. Kwa sababu nikipewa nafasi vile vile ya kuulizwa kuhusiana na miaka 10 ijayo na iona wapi Arusha Tech, basi nitasema miaka 10 ijayo naona Arusha Tech ikibadilika kuwa ni kitovu au kituo cha uzalishaji wataalamu wabobefu katika sekta mbalimbali za teknolojia, kwa sababu kinachoandaliwa hapa si tu wataalamu, isipokuwa ni wataalamu wenye ubora